Bana tunaanza season yetu kwa mara nyingine tena, mpenzi msikilizaji. Kama kawaida, tumekuwa wote siku moja, kila siku tunakuwa tukipeana vitu vizuri, na pia tumekuwa tukielimishana na kueleweshana mambo mazuri. Na leo tunakuja na hili hapa dude ambalo ni jipya kabisa, tunatoa leo kwako mpenzi msikilizaji, na hakika utaenjoy, hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Kama ni mara yako ya kwanza mpenzi msikilizaji, ungefanya jambo la kuungwana la subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vipindi bado kufikia kabisa ndio vinatoka jikoni. Mpenzi msikilizaji, basi leo nakwenda kukuelezea na kufungulia ulimwengu wa sayansi na teknolojia na kuletea dude hili hapa ambalo jipya kabisa. Mpenzi msikilizaji, tunamuona kaka mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Beni akiwa mjini, akiwa anafanya kazi katika ofisi moja, ambaye hiyo ofisi alikuwa anafanya kazi, alikuwa na mwanadada mmoja ambaye alikuwa kwa jina la Salome. Lakini wakati anafanya kazi kwenye ile ofisi, wakawa wanapendana sana na Salome, na pia walikuwa wafanya kazi wote bora, walikuwa wamekaa katika kikao, wakajadili kwamba wanataka kufanya ofisi yao ionekane na iwe kubwa sana, na wao wanaagiza mzigo kutoka nje, wao wanaleta katika ofisi yao. Lakini wakati wanajadili hivyo, Beni alikuwa na mpenzi wake mwingine ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Ana. Ana alikuwa ni mpenzi wake na Beni, ambao walikuwa wanapendana sana, na pia walikuwa wamepanga siku moja ikiwezekana waje wafunge ndoa. Lakini pia Salome naye alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Jalome, lakini Jalome alikuwa anampenda, lakini pia alikuwa anampa mtihani mkubwa sana ambao yeye Salome hawezi kutekeleza mtihani kama huo. Kwake ulikuwa ni mtihani mgumu sana, kwa sababu alikuwa anamwambia anaomba ampatie mtoto alafu kisha ndo waoane. Lakini Jalome yeye alikuwa msimamo wake ndio huo, anamwambia kwamba nahitaji mpaka unipatie mtoto, utakaponipatia mtoto ndipo tutakapofunga ndoa. Lakini pia tukirudi upande wa pili, tunakutana na Beni ambaye alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Ana. Ana yeye alikuwa anampenda, lakini pia alikuwa anapenda naye pesa kwa mtoto wake wa mjini. Alafu yeye Beni alikuwa ni mtoto wa kijijini, lakini wote walikuwa wanafanya kazi ofisi nzuri na kupata hela nzuri, na pia malengo yake yeye Beni ilikuwa ni malengo yake kuja kupandishwa cheo siku moja awe CEO katika ofisi yao ambaye wanafanya kazi pamoja na Salome. Lakini wakati anaendelea kufanya kazi, siku moja Salome akawa ametoka zake kwenda kupata kinywaji sehemu akiwa na Beni. Wakati wanapiga story, Beni akawa anamwambia bwana, nataka nifanye engagement kwa mke wangu, nataka nimvishe pete ya uchumba. Salome akawa anamwambia ni jambo zuri sana, kwa sababu unachokifanya ni jambo zuri sana. Mimi mpenzi wangu hakika hata siku moja hajawahi kuongea kitu kama hicho, lakini wewe kwa jambo la msingi na kumwambia mke wangu kumvishe pete, kwa kweli ni jambo moja ambalo ni zuri sana. Hivyo ninakupongeza na nakupa hongera sana, kwa sababu umefikiria jambo ambalo ni zuri na ambalo ni la maana sana. Basi mpenzi msikilizaji, yeye baada sasa ya kuwa ameongea mambo mengi hapo, pia anapata kinywaji, walipotoka na kuelekea nyumbani Beni baada ya kufika nyumbani alikuta mke wake na akawa amepumzika, wanapiga stori. Baada ya kulala usiku, asubuhi wakati anaamka na mwaga ofisini, mpenzi wake akamwambia mbona unawahi, una haraka hivyo? Nimechelewa ofisini, naomba niwahi haraka. Wakati anaondoka, kuna msichana wa kazi ambaye Beni alimwachia maagizo kwamba utafanya vitu vyote hapa ndani vikae sawa. Lakini mpenzi wake alimwambia, ambaye ni Ana, alimwambia kwamba subiri, mimi nitampa maelekezo. Baada ya Beni kuondoka, Ana akamwambia yule msichana wa kazi, akamwambia naomba ukachukue nguo za chumbani na unifulie. Yule msichana akasema haina shida, basi nitachukua zile nguo na nitazifua. Baada ya kutoka hapo, ndipo Beni akawa ameelekea zake ofisini. Baada ya kufika ofisini, akakutana na Salome na akawa wamekaa, kuna mpango walikuwa wameupanga wa kuelezea katika bodi yao ya kazini kwamba kuna mpango kazi ambao wameuanzisha ili kupata mzigo rahisi na kupewa mzigo kwa kutumia gharama ndogo sana za kiofisi. Wakati wanaongea mambo yao, wakawa wamepanga hivyo, wakawa wamepanga mkutano mkuu ambao utakutanisha bodi nzima kwa ajili ya kupangilia hicho kitu ambacho wanataka wakifanye wote kwa pamoja. Baada ya kutoka hapo, wakawa wametoka zao, na msela akawa Beni ametoka zake, ameenda kupata sehemu kinywaji ambayo yuko na rafiki yake. Hivyo akawa anaongea na mpenzi wake. Mpenzi wake alimpigia simu na kumwambia, baby, nimeenda shopping, nafanya sasa hivi shopping, lakini naona kama pesa zinaishia. Nilikuwa naomba kama ungeniongezea 500 ili niweze kufanya shopping. Basi Beni akamwambia mpenzi wangu,
haina shida, wewe hakikisha unafanya vitu vyote, mimi nitakuongezea na nitakutumia hiyo hela muda si mrefu. Rafiki yake akamwambia, naona unaongea na shemeji. Akasema, ndio, naongea na shemeji yako kwa sababu nataka nimfanyie engagement. Kwa hiyo nataka anunue vitu ili tuweze kufanya engagement iwe nzuri na tuweze kufurahia kwa pamoja. Akamwambia, umefanya jambo la maana sana, hakika huyu shemeji amekuingia, maana ulikuwa ukibadilisha mashemeji, lakini huyu naona amekuingia mpaka umefanya mpango, unataka umvishe pete na muoe. Hakika wewe utakuwa ni mwanamke wa kweli sana. Akamwambia, kwa shemeji, kwa hivyo nimepanga na lazima nitimize lengo langu ambalo. So akatoka nje. Alikuwa tuna simu na mama yake mzazi. Mama yake mzazi akawa anamwambia, mwanangu, kuna shida, naomba nitumie hela. Lakini Ben alionekana kugoma na kukasirika sana na kumwambia, mama, kila siku nakutumia pesa alafu unazitumia tu kwa fujo, unatumia kwa fujo. Sasa hebu mfanyeni mpango, hata mkope kwenye vikoba, alafu mimi nitakuja nitarudishia hizo hela, mimi nitarejesha. Mama akamwambia, hapana mwanangu, huwezi kukopa hela kwenye vikoba kwa sababu tunajua tunakunyang'anywa vitu na kunyang'anywa hii nyumba ambayo tunaishi. Akamwambia, sasa mama, mimi nifanyeje? Yaani mimi natuma hela kila siku natumia. Sasa sawa. Akamwambia, okay sawa, nitakutumia, lakini sitaki uje uniambie tena umezitumia vibaya. Tumia hela vizuri. Mimi natuma hela lakini unatumia tu hela vibaya. Mimi hela napataje kwa shida namna hii, afu mimi natumia hela vibaya. Akiwa anaongea na mama yake kwa ukali na kukomesha, wakati akiwa anaongea na kwa upole na ukarimu. Hivyo unakumbuka jinsi gani Bwana Ben alipotekwa na mwanamke yule ambaye anafahamika kwa jina la Ana. Kwa hiyo anaona hata wazazi wake ni wabaya, wazazi wake wanapohitaji matumizi na kutaka hela, anaongea kwa ukali na ukorofi, lakini kwa mpenzi anaongea kauli nzuri ambayo haina shida kabisa, yaani tena kauli ya kupembeleza, hali ya kuwa mama yake anaongelea kwa ukali, ambaye amemtoa tumboni miezi 9 alikwenda tumboni na kamzaa kwa uchungu, lakini anaongea kwa hasira na kumkoromea. Lakini akiwa anaongea na mpenzi wake ambaye ni Ana, anaongea kwa kauli nzuri na kauli ya bashasha na mapenzi. Basi baada ya hapo akarudi na kuendelea kupata kinywaji kwa rafiki yake. Rafiki yake alimuuliza, vipi, mbona kama hauko sawa? Akamwambia, hapana, nipo sawa. Baada ya kumaliza kupata kinywaji ndipo akawa ameondoka kuelekea nyumbani. Baada ya kuelekea nyumbani ndipo akakutana na mpenzi wake, wakawa wanaongea na kujenga mambo yao juu ya mahusiano yao ya kimapenzi ambayo ni Ana. Lakini baada ya hapo, kesho yake akawa ameamka na kwenda ofisini. Baada ya kufika ofisini, wakawa kile kikao kimekaribia cha kuweza kukaa kujadili mambo ambayo walikuwa wamepanga wajadili kulingana na mzigo ambao wanaagiza kutoka nje na mfumo ambao wameiandaa kwa ajili ya kupata mzigo kiulaini na kiurahisi kabisa. Baada ya hapo, siku hiyo Chizi Ben akawa amerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, akawa anawaza mambo mengi ya kufikiria kwamba atakapofanikisha hii ofisi, yaani kampuni yao kuagiza mzigo kwa urahisi na kupata faida nyingi, ndipo atakapopandishwa kuwa CEO katika hiyo ofisi. Lakini yule mzee mmiliki ambaye ana share nyingi katika hiyo ofisi alimuita Bwana Ben akamwambia, nashukuru unapambana sana kwa ajili ya kupambania hii ofisi, na hakika nafasi yako ni wazi wazi kwa sababu unapambana sana. Hakika wewe na Salome ni mfano wa kuigwa kwa watu wengine kwa sababu mnapambana kuilea hii ofisi na kupambania na kufanya ofisi yetu ikue na ijulikane katika sehemu. Hivyo wawekezaji wanakuja wengi kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya kuweka katika ofisi yetu iwe sawa na iweze kuwa na watu wengi. Nawashukuru sana Bwana Salome pamoja na Ben. Baada ya hapo, siku moja kabla, tunarudi katika kijiji kimoja hivi, tunamuona mtoto mmoja anaitwa Yorana. Yule mtoto Yorana alikuwa akiwa amebeba kisanduku ambacho kina mlango kama wa kufungua na kufuli kama vile mfano wa kibubu. Wakati anatoka hapo, alikuwa anaelekea kwenye basi. Baada ya kufika kwenye basi, ndipo alipokuwa akiwa anatokana, wewe mjini basi ile hapa mjini, usichelewe, kama vile kwa viatu ingia navyo kwenye basi. Yule mtoto akamwambia, nataka kwenda mjini. Lakini yule mtoto aliongea kilugha, na ile kilugha yule kijana alikuwa anaelewa. Akamwambia, una nauli shilingi 20,000 kwenda mjini, unayo? Yule mtoto kwa kuwa alikuwa hana mambo mengi, alifungua kibubu ambaye ni Yorana, mdogo sana kama miaka 7 hivi. Alifungua kibubu na kumwambia aangalie zile pesa ambazo ziko pale ili achukue nauli yake. Lakini yule bwana kuangalia kile kibubu alikuta kina hela nyingi sana, ni 10,000 zaidi ya shilingi kama 80,000 hivi. Asipokuwa na haya wala aibu, aliweza kuangalia huku na huku ule konda, akaona hakuna anayemtazama, ndipo alipochukua pesa zote kwenye kile kibubu cha yule mtoto.
mtoto alikuwa ameweka zile pesa pale ndani ili kwamba atakapoenda huko mjini zitamsaidia, na pia zitamsaidia katika kula na mavazi, na pia anaenda kumtafuta mtu ambaye picha yake ilikuwa ndani ya hicho kibubu. Lakini yule bwana baada ya kuchukua pesa zote alimwachia tu picha katika kile kibubu. Mtoto hakuwa na hiana wala hakujua kilichoendelea. Yeye alijua tu ni nauli kwa sababu hajui na hajasoma, na pia akaingia ndani ya basi na akakaa kulia. Basi baada ya hapo tunaona basi lilikuwa linaelekea mjini. Baada ya kufika mjini, tunarudi kule upande wa kina Beni. Tunamwona Beni akiwa na mpenzi wake wakiwa tena wameenda shopping kununua vitu kwa ajili ya kufanya mambo yao ya engagement. Baada ya kumaliza kununua vitu vyao, wakawa wamerudi wakiwa na furaha na bashasha. Baada ya hapo tunakumbuka kesho ndio siku ambayo ndio kikao cha bodi ile kampuni yao ya kina Salome pamoja na Beni. Baada ya hapo asubuhi na mapema, basi wakati huo Salome alikuwa ameshajiandaa kuelekea katika ofisi, akawa ameagana na mpenzi wake. Baada ya kuagana na mpenzi wake ambaye ni Jerome akamwambia hakikisha unawahi kurudi mapema nyumbani. Basi akamwambia Jerome, haina shida, mimi nitaenda lakini nitawahi. Lakini hawakuwa na mahusiano mazuri kwa sababu Jerome alikuwa anamlazimisha kwamba apate mtoto ndipo atakapomuoa. Hivyo alikuwa kama faida tu kumfaidi, alikumla utamu lakini bila mafanikio yoyote. Salome alikuwa ameshajua hilo, na hivyo alikuwa anafanya mbinu zote za kutaka kuepuka mapema kwa sababu ameshagundua huyu si mwanaume bora kwake. Baada ya hapo alipotoka hapo sasa, Salome akaelekea moja kwa moja ofisini, lakini kabla hajafikia ofisini alimpigia rafiki yake ambaye ni Beni simu na kumweleza, naomba tuwahi ofisini pamoja. Lakini Beni hakuwa hewani, yani hakupokea simu wala hakuwa hewani. Basi ndipo Salome akaelekea moja kwa moja mpaka ofisini. Baada ya kufika ofisini, akakutana na wafanyakazi wenzake na kamati ya bodi wakiwa wamekaa tayari kwa ajili ya kutaka kuanza kikao. Bosi mkurugenzi wa hiyo kampuni alikuja na kuuliza, yuko Beni? Salome akamwambia Beni hajafika, mpaka sasa hivi hajafika, na pia nilikuwa nikimpigia simu yake hapokei. Basi akasema tusubiri kidogo, tusianze kikao kabla Beni hajafika, kwa sababu Beni ndio alikuwa mfungaji mkuu wa kuanza kuielezea hiyo project ambayo wameianzisha ya kusafirisha mzigo na kupokea mzigo bila gharama yoyote kutoka nje na kupokea kwa gharama ndogo kabisa. Yaani huo mpango mzima, huo mchongo mzima alikuwa ameandaa Beni, lakini pia Salome naye alikuwa na ufahamu mpango mzima huo ambao wanaandaa na Beni, kwa sababu walikuwa ni marafiki sana na mipango yao mingi walikuwa wakijadili kwa pamoja. Hivyo Beni akawa anasimuliwa. Sasa Beni wakati anatoka zake nyumbani akiwa anawahi na gari kwa sababu amechelewa ofisini. Ndipo alipofika njiani, kabla hajaelekea sasa ofisini, tunamuona yule mtoto Yoranda akiwa ameshuka, akiwa anapambana, anatembea hajui atakapoelekea kwa sababu hana ngamia, na pia kile kibobo alichokuwa nacho alikuwa kaweka picha ya babake mzazi. Kumbe amekuja mjini kwa ajili ya kumtafuta babake mzazi. Baada ya kufika sasa akaanza tembea, ndipo alikutana na watoto wa kihuni. Yoranda alipoona wale watoto wakaanza kibobo. Yoranda akawa analia na kuongea lugha isiyofahamika na kumwambia kwamba acheni kibobo changu, lakini wale watoto hawakuelewa lugha ambayo anaongea yule mtoto Yoranda. Baada ya hapo wale watoto wakiwa wanaendelea kumnyang'anya kile kibobo, wakajikuta wamemvuta kwa nguvu kile kibobo na wakakitupa kikaenda kudondokea katikati ya barabara. Yoranda wakati anaenda katikati ya barabara kwenda kukikuta kile kibobo, wakati huo naye kumbe Beni alikuwa anakuja haraka na kuwa ofisini na gari, ndipo alipogonga yule mtoto Yoranda pale barabarani. Baada ya kumgonga yule mtoto, ndipo akashuka na kuanza kupiga kelele, jamani, mwenye mtoto yuko wapi? Mwenye mtoto ni nani? Hakuna majibu yoyote wala hakupata mawasiliano yoyote ya yule mtoto. Mtoto alikuwa anaonekana akiwa amevaa gauni ambayo ni chafuka sana na alikuwa anaonekana kama ni yatima vile. Basi Beni ikabidi ambebe yule mtoto na kumpeleka moja kwa moja hospitali baada ya kuona hana mtoto, lakini alibeba na kibobo chake na kibobo akakiingiza ndani ya gari. Kile kibobo kikabaki ndani ya gari. Alipofika hospitali
kwamba yuko experience na ile kazi ambayo ameiandaa. Basi akawa anawaambia katika ofisi yetu tumeamua kuanzisha mpango kazi ambao tuna application ambayo tumeianzisha kupokea mzigo wetu kutoka nje na kuja hapa nchini kwetu Tanzania kwa malipo madogo sana. Najua wengi mnatamani kuifahamu hiyo application imekaaje. Hiyo application ni ambayo inatumika kwa kutumia mtandao. Tunatumia mtandao kutumia hiyo application kuagiza mzigo wetu kufika mpaka hapa kwa bei ndogo sana, ambayo hiyo pesa itakuwa inapunguzwa 20% katika 100%. Mzigo wetu utafika kwa usalama na utapokelewa kwa usalama na utafika hadi ofisini kwa gharama hiyo kiasi kidogo sana, ambayo kampuni yetu itakuwa imeokoa 25% kutoka 100% kutoka kwenye mauzo ambayo tulikuwa tukipokea zamani mzigo, na sasa hivi tutakuwa tukipokea mzigo kwa gharama kiasi hicho. Hivyo nitawaelezea jinsi gani hii application inaweza kufanya kazi. Tutakuwa tukiagiza mzigo tukiwa hapa, hamna mtu yote atakayesafiri kwenda nje. Lakini pia mzigo utakapofika utakuwa ukipokelewa na kuletwa mpaka hapa ofisini kwa gharama ile ile ambayo tutakuwa tunatumia. Hivyo gharama yetu itakuwa ni ndogo sana na mzigo tutapokea vizuri, na kampuni yetu itakuwa kubwa sana, na hakika tutaenjoy kupitia kampuni yetu. Wale wawekezaji katika bodi wote walifurahi na kupiga makofi na kumpongeza sana Salome. Baada ya kumaliza kumpongeza Salome akawa amechoka sana na huko akiwa na hasira, kwa sababu amemdanganya alikuwa aliwasilisha ule mpango mzima na yeye alianzisha na kupanga, lakini bahati mbaya uzuri akawa hakuweza kufika. Lakini Salome hakujua ambacho kilipata Beni, na Beni hakuwa na wasiwasi, aliweza kumuuliza yule mtoto na baadaye mtoto aliweza kuzinduka. Mtoto alipozinduka dokta alimwambia mtoto ameketi, lakini muda si mrefu akazinduka. Lakini baada ya kutoka dokta, mtoto alikuja kuzinduka. Baada ya kuzinduka mtoto, ndipo alipoongea lugha ambayo kwa kweli ilimchanganya sana Beni. Beni hakuelewa kabisa hiyo lugha ambayo anaongea huyu mtoto. Ilibidi Beni amuite dokta kwa nguvu sana, dokta. Dokta alipokuja akamwambia mtoto ameamka, lakini mtoto anaongea lugha ambayo haitambuliki. Lakini yule mtoto alipokuwa akiongea alikuwa anamwambia kwamba nataka kibobo changu. Kiko wapi kibobo changu? Nataka kibobo changu. Mtoto alikuwa anaongea kwa sauti kubwa sana, lakini Beni hakuelewa nini maana ya hicho kibobo wala hakuelewa nini anachoongea yule mtoto. Dokta alipokuja mtoto alikuwa anapiga kelele sana na kusema nataka kibobo changu. Nataka kibobo changu. Akiwa anaongea kwa hasira kama vile kwa anapagawa hivi kama anataka kupandisha hivi mzuka. Ndipo walipoamua kumchoma kama Messi wakaja wakamchoma sindano ya usingizi. Baada ya Yolanda kuchoma sindano ya usingizi, basi aliamua kulala kabisa usingizi. Ndipo Beni akaamua kupumua sasa na kuhema. Madokta waliamua kumwambia Beni, kwa kuwa mtoto amelala usingizi kwa sasa, tungekuomba umwache hapo ofisini. Wewe umwache hapo hospitalini, afuatilie shughuli zako, lakini kesho mapema asubuhi uje. Utakapokuja utamkuta amezinduka na kisha utamkabidhi mtoto wako. Basi Beni akiwa amechanganyikiwa akaondoka kwenda lile. Ndipo alipofika nyumbani akiwa amechoka sana, kwa sababu amekesha usiku mzima hajalala. Aliamua kupumzika kwa kipindi kirefu sana. Bila mafanikio. Baadaye Ana alikuja na kumwambia nilikuwa nimechoka sana, hivyo nimepumzika. Baada ya hapo, kabla hajaelekea ofisini, aliamua kutoka kwanza na kuelekea kwa yule mtoto na kumwangalia na kumjulia hali yake vipi inaendeleaje. Lakini baada ya kufika katika yule mtoto, akamkuta mtoto akiwa ameamka. Hivyo madaktari wakamwambia huyo mtoto hajaumia wala hajadhurika sehemu yoyote, hivyo unaweza kumchukua na kuondoka naye kwenda nyumbani. Lakini alijaribu kuwashirikisha wale madaktari, akamwambia huyo mtoto nilipata naye ajali kumgonga, lakini sielewi, na nilipomgonga nakumbuka, lakini sijui ni mtoto wa nani wala sifahamu. Hivyo madaktari wakamwambia mchukue mtoto huyu mpeleke hapo mahali ulipomgonga, kisha utamwacha hapo labda kwenda kukumbuka nyumbani. Ndipo alipomchukua yule mtoto na kuelekea pale alipokuwa amemgongea. Baada ya kufika pale sehemu alipomgonga, huwezi amini, mtoto alikatalia kwenye gari. Akawa akimshusha mtoto hataki, kila akimshusha mtoto hataki.
kushuka na kufungua mlango, lakini wapi, mtoto ameangalia ndani ya gari. Beni alimwambia, ni mtu gani wewe unanipa huyu mtoto? Sikujui unijui, nimekusaidia vya kutosha, nimekununulia chakula, ndio nilikugonga sawa, nimekuja umepona. Sasa kwa nini unaangalia kwenye gari lako? Shuka uondoke zako uende kwenu. Mtoto alikuwa akitikisa tu macho na kumwangalia, wala hakujua hata ashuke au afanyaje. Mtoto alimwangalia kwenye gari. Yolanda baada ya kuangalia kwenye gari, Beni alikaa akafikiria na kuwaza sana. Akasema, sasa nafanyaje juu ya huyu mtoto? Au nitampeleka wapi? Wakati amekaa na kufikiria, ndipo alipopata wazo. Akaamka kutoka na kuwasha gari na kuelekea moja kwa moja kituo cha polisi. Baada ya kufika kituo cha polisi, alifika na kuanza kueleza wale maaskari kwamba nilimgonga na gari kwa barabarani. Baada ya kumgonga nikamchukua na kumpeleka hospitalini. Baada ya kumpeleka hospitalini akawa amehudumiwa, amepona, lakini sasa sijui wazazi wake wala sijui mahali anapoishi. Baada ya kumpeleka mtoto kumgonga, mtoto alikataa kushuka, na pia anasema hakumbuki chochote wala hajui mahali alipotoka wala hajui nyumbani wake. Lakini pia mtoto huyu anaonekana kwamba anaongea lugha ambayo mimi sielewi. Kwa hiyo mimi nimeamua kumleta kituoni ili tuweze kusaidizana, tuweze kujua mtoto anapatikana wapi. Baada ya kutoa taarifa, maaskari walimwambia kwamba tumekuelewa na tumekusikiliza kwa makini, ulichokieleza chote tumekisikia. Hivyo tutalifuatilia na kuweza kujua mtoto anapatikana wapi na kwao ni wapi, na tutakapotangaza na kujua wazazi wake mahali wanapopatikana, basi tutakujulisha na utakuja utampeleka mtoto kwa wazazi wake. Basi Beni alitaka kuaga na kumwacha yule mtoto pale kituoni. Maaskari wakamwambia, wewe acha upumbavu wa kijinga. Umekuja hapa kutoa taarifa mtoto amepotea au umekuja hapa kumleta mtoto? Akasema, umekuja kutoa taarifa kwamba mtoto amepotea. Sasa unamwachaje hapa kituoni? Sisi ni kituo cha kulea watoto yatima au ni kituo cha kusaidia watu wenye matatizo? Mtoto atabaki mikononi mwako mpaka itakapojulikana wazazi wake, ndipo utakupigia simu, utakuja na utampeleka mtoto kwa wazazi wake. Sio umwache hapa, yaani sio uwezi kumwacha hapa mtoto, utaondoka naye atakuwa mikononi mwako mpaka hadi itajulikana, ndipo utakapokuja kumpeleka mtoto hapo, utakapompeleka kwa wazazi wake. Beni aliona kama ni balaa moja kubwa sana kutokea kwenye maisha yake, kwa sababu alianza kuwaza hajui atafanya nini, kwa sababu mtoto huyu amemwokota tu, hajui mahali alipo, na isitoshe yule ambaye anaongea yule mtoto Yolanda, yeye Beni haielewi kabisa wala hafahamu. Basi Beni akaamua kuondoka na yule mtoto moja kwa moja mpaka kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, siku moja kabla, kesho yake ndio ilikuwa siku ambayo ya ile engagement pamoja na mke wake walikuwa wakishana pete siku hiyo. Basi Beni aliamua kuondoka na yule mtoto mpaka hadi kufika sehemu ambako wanaenda kukishana pete na mke wake. Beni aliamua kumwacha mtoto kwenye gari na akamwambia, nikaa hapo kwenye gari na hizo chips kula, ukimaliza kula nisubiri hapo mpaka mimi nitakapokuja. Baada ya hapo, Beni aliondoka na kuelekea kwenye ile sehemu ambayo wamepanga kwenda kukishana pete na mchumba wake, wakiwa wamealika ndugu na marafiki na majamaa wengi tu ambao wamealika katika sehemu ya kukishana pete. Baada ya Beni kufika, ndipo alipoanza kujiandaa kumvisha yule mchumba wake pete, lakini kabla hajamvisha, tunarudi kule tunarudi kule ofisini ambako wanafanya kazi Salome pamoja na yule Beni rafiki yake. Beni baada ya kuwa hajafika muda mrefu, kwa hiyo ikabidi siku hiyo bosi akawa amemuita Salome. Baada ya kumuita Salome, kuna vitu akawa ameongea naye ndani zaidi. Hatujaelewa alizungumza naye nini, lakini aliongea kwa muda mrefu sana. Baada ya kutoka hapo, alionekana ni mtu mwenye huzuni sana Salome. Salome baada ya kutoka akawa amerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, akawa amekutana na mpenzi wake Jerome. Akawa anamwambia, vipi ile swala langu umeliweka makini, umelifikiria kwa makini ili jambo langu nimekuambia? Salome alimwambia, ni jambo gani tena hilo? Kuna mimi nimesahau, naomba nikukumbushe. Akamwambia, kwa hiyo naona mambo yangu mimi yafuatilia kabisa, yaani nimekueleza jambo langu lakini umewahi kuliweka vipi?
unanifikiriaje? Salome akamwambia, Jerome, najua unahitaji mtoto kutoka kwangu, lakini sio jambo la kukumbuka. Niache kwanza nikae nifikirie. Nitakapokuwa nimepata jibu, mimi mwenyewe nitakaa na kueleza kwamba nimefikia wapi na nimeishia wapi. Sio sana na kutaka kunikomenti na kuendelea kunigombesha na kukoromea kwa sababu ya kupata huyo mtoto. Kwani huyo mtoto si anapatikana tu, na mtoto kumbuka anakuja kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Sio sisi tunakumbuka tu na kupata mtoto. Baada ya Salome kuongea hivyo maneno makali, basi Jerome aliondoka kwa hasira na kutoka na kuelekea sehemu kupumzika na kupata kinywaji akiwa na hasira sana. Tunarudi huku, tunakuja sasa katika ile engagement ambayo alikuwa anafishana pete Beni pamoja na mpenzi wake Ana, akiwa amemwacha yule mtoto Yolanda kwa gari. Wakati anamvisha pete, ndo amepiga goti sana anataka kumvisha pete. Yule mtoto alipanda juu ya gari akapita dirishani na kutoka nje na kuelekea kule alipokuwa ameelekea Beni. Baada ya kufika, alimkuta Beni akiwa anamvisha mpenzi wake pete. Kabla hajamvisha, mtoto alienda kugusa bega la mtoto na Beni kugeuka nyuma aliongea kwa ukali sana na kumwambia, umfuata nini? Mtoto akashika tumbo na kumwambia nyuma. Watu wote pale katika ile engagement walishangaa, na wote wakawa wanamwangalia Beni, na wote kila mtu akawa amekaa sintofahamu, hajui nini ambacho kinaendelea, wakiwa wanaulizana hiki nini, minong'ono ya wambea kama unavyojua tena pale katika ile sehemu ya kukishana Beni. Watu wote walianza kufikiria nini. Basi ndipo yule Beni alipomchukua yule mtoto na kuelekea chooni. Alipofika chooni, ilikuwa ni choo kile cha kukaa, choo cha kiti cha kukaa. Mtoto alipofungua kile choo akawa anakataa kuingia, anaogopa kile choo. Kumbuka mtoto ametoka kijijini na hajui mambo ya mjini. Basi baada ya kutaka mtoto kukataa kuingia kwenye kile choo, basi alianza kumlazimisha yule mtoto, na mtoto akatoka anakimbia na kwenda kukutana na mwanadada mmoja ambaye alikuwa yuko pale chooni mazingira ya pale, na kaenda kumkumbatia yule mtoto. Baada ya kumkumbatia, ndipo Beni alipofika na kumwambia, njoo basi, tunamwita Yolanda sasa, njoo basi nikupeleke chooni. Mtoto alikuwa anakataa. Yule mama akamuuliza, vipi, kwani kuna shida gani? Beni akamwambia anakataa kuingia katika choo cha kukaa kwa sababu hajazoea, anataka choo cha shimo. Ndipo yule msichana anapomwelekeza kumwambia zunguka huko nyuma, kipo choo cha shimo. Basi Beni akamchukua mtoto na kufungua kule nyuma, akakuta kile choo cha shimo. Ndipo alipomwingiza yule mtoto ndani, mtoto akawa anapata kujisaidia pale ile Yolanda. Wakati mtoto anajisaidia, Beni akawa amekaa akiwaza sana na kufikiria, akiwa anajua kabisa kwamba uvishaji wake wa pete kumvisha mpenzi wake Ana umeharibika. Sasa sijui hata kama Ana atamuelewa, kwa sababu Ana alikuwa akimuuliza kwa hasira sana, ni nani huyu mtoto? Ndipo Beni alimwambia kwamba subiri, nitakuelezea. Akamwambia, nataka unieleze hapa, sema ni nani huyu mtoto? Beni alimwambia, jamani tulia basi Ana, nitakueleza kwa basi taratibu, usiwe na haraka, kwa sababu hili ni jambo dogo tu ambalo mimi nitakueleza kwa mtu. Akasema sitaki kujua. Basi Beni akawa wakati yuko pale chooni akaanza kufikiria ile maneno alikuwa akiongea mpenzi wake. Anawaza baada ya mtoto kumaliza kufikiria, kabla hajatoka chooni, Yolanda akawa yule mpenzi wake anakaa chooni mpenzi wake na kumuuliza, naomba uniambie hiki ni nini ambacho unaniletea, unanichezea drama mbele ya siku yangu maalum kama hivi? Akamwambia drama gani? Akamwambia naomba uniambie. Akamwambia nitakueleza tu, tulia kimya, nitakueleza. Akamwambia nataka unieleze, sitaki uniambie habari ya tulia. Nitulie nini wakati umeshanifungia uchumba wangu na pete yangu kunivisha, umeshanifungia afu unaniambia habari zako za ajabu? Yaani unaamua kuniletea mtoto wa nje huko, yaani umepata mtoto wa nje huko, unakuja kuniletea siku yangu ya ndoa na unakuja kuniletea siku ya kunivisha pete. Beni akamwambia hapana, mpenzi wangu, nakufikiria sivyo. Akamwambia nifikirie vipi sasa? Ulitaka nifikirie vipi? Au ulitaka niwaze vipi? Au ulitaka ninyamaze tu nifikirie kwamba hii ni jambo la kipuuzi au la kitoto? Siwezi kufikiria vitu kama hivyo, kwa sababu wewe umenikwaza. Siku yangu ya kuvisha pete unaletea mtoto wa nje ndogo, unakuja unaafuna na kuuliza, so unaanza kuniletea mambo yako ya ajabu. What happened? Unanichukuliaje? Unanifikiriaje yani, au umenionaje? Beni akamwambia tulia, nitakuelezea, wala hata usiwe na haraka. Hapana, yaani nakwambia hivi, kuanzia sasa hivi usinijue wala usinifuate,
na sitaki hata kukuona. Ndipo Ana alipoondoka kwa hasira na kuondoka kabisa ile mazingira. Beni baada ya yule mtoto kumaliza kutoka chooni, akawa amemchukua mtoto na kuondoka naye kuelekea nyumbani. Alipofika aliondoka na kwenda kunywa pombe sana. Beni alikunywa kiasi kwamba mpaka akawa anatambaa, haelewi hata afanye nini, akiwa na mawazo sana, akiwa anafikiria jinsi gani nitafanya huyu mtoto jinsi anavyonifanyia, na huyu mtoto ametoka wapi, mbona amekuwa mtihani kwangu mimi. Akiwa amekunywa amelewa sana, ndipo alipojikokota na kwenda nyumbani na kulala kwenye kochi, akiwa amelala miguu ikiwa chini. Mtoto alikuja na kushika ile miguu na kumlaza chini kwa Beni, na pia pale pale kwenye kochi mtoto naye akalala pale pale. Baada ya kukumbuka asubuhi, akiwa anamwangalia mtoto kwa hasira sana, hajui hata asie wapi afanye nini, ndipo alipojiandaa sasa na kutoka kuelekea zake kwenda ofisini. Lakini aliondoka na yule mtoto Yolanda, akafika mpaka ofisini. Baada ya kufika ofisini, ndipo alipomkuta Salome akiwa amekaa katika kiti, akiwa ametulia kabisa katika utulivu. Ndipo alipofika na kumketi mtoto kwenye kiti, akamweka mtoto kwenye kiti na kukaa kwenye kompyuta yake ili aanze kufanya kazi zake ya kila siku. Salome alimwambia, huyu mtoto ni nani, na pia kwa nini hujaja siku zote hizi katika kazi? Akamwambia, Salome, hebu achana na hayo kwanza, nitakuelezea wakati wake ukifika. Naomba kwanza uniache nifanye kazi. Yeye kwanza vipi, ile swala liliendaje la bodi ya mkutano wa bodi? Salome akamwambia, lilienda vizuri, uliamua kunifanyia makusudi na kukuja. Niliendesha tu vizuri na nikaeleza kila kitu. Akamwambia, hapana, lakini sijafanya makusudi. Akasema, niambie kwanza mtoto ni nani? Salome akiwa anamuuliza Beni. Beni akamwambia, nitakwambia. Ikabidi akamuuliza, anaitwa nani? Beni akamwambia, hata sijui. Salome alicheka sana. Akamwambia, yaani unatembea na mtoto hujui jina lake ni nani? Hivi si vichekesho kabisa. Yaani wewe unatoka na mtoto huko mpaka hapo unaingia naye mpaka ndani, alafu unasema hujui jina lake. Kweli una akili timamu kweli Beni? Are you serious? Akamwambia, hapana, kweli nakwambia ukweli kabisa. Sijui huyu mtoto jina lake ni nani. Mimi ni mtende ambao umekuta ambaye sijui. Basi ndipo Salome alipomuuliza yule mtoto, eti mtoto jina lako ni nani? Mtoto yule aliongea Kiruga. Akataja kwamba anaitwa Yolanda. Baada ya kusema anaitwa Yolanda, basi ndipo Beni akashangaa na kushtuka sana, na kisha akaamka na kwenda kumkumbatia Salome. Akamwambia, Salome, unajua gani huyu mtoto? Salome akamwambia, anaelewa vizuri kabisa lugha anayoongea mtoto. Basi akamkumbatia tena kwa bashasha na furaha kabisa. Mpaka Salome akawa anashangaa, kwa nini Beni ananikumbatia kiasi hiki? Beni akamwambia, wewe hujui kwa nini nakukumbatia hivyo? Yaani haujui jinsi gani nilivyo na furaha. Akamwambia, niambie basi una furaha ya nini? Akamwambia, na furaha sana kwa kuweza wewe kujua hii lugha ya mtoto. Kwa sababu mtoto amekuwa akinitesa na kunisumbua takribani wiki mbili nzima, mimi nateseka na kuhangaika na huyu mtoto. Sijui lugha anayoongea, sijui anachokiongea, na amekuwa akinitesa na sijui kwao na wala sijui ametokea wapi. Hebu naomba kaa naye na kumuuliza. Basi Salome alianza kumuuliza yule mtoto, umetokea wapi? Ile mtoto Yolanda akamwambia, umetokea katika kijiji fulani. Akamwambia, hicho kijiji wewe ni mtoto wa nani? Akamwambia, ni mtoto wa mama mmoja yule ambaye mamangu amefariki. Mamangu amefariki yeye. Kwa hiyo huku mjini umekuja kwa nani? Mtoto akamwambia, nilikuja kumtafuta babangu. Lakini wakati anaongea na hivyo, Salome akawa ameshakijua kile kijiji ambacho anatoka. Ilibidi watoke kwa pamoja kuelekea kijijini ambako yule mtoto amesema ndo kwao. Baada ya kufika kule kijijini, ndipo alipokuta dada mmoja katika hiyo nyumba ambayo huyo mtoto alipokea. Walipofika pale, walikuta yule mdada ndipo alikumbatia yule mtoto na kumkumbatia kwa nguvu akiwa analia kabisa. Wakamuuliza yule mdada, Salome akamuuliza yule mdada, kwa nini unamkumbatia mtoto analia? Tokea mama yake alipofariki alipotea na hatujaelewa ameenda wapi mpaka leo. Basi sasa ikabidi amwambie Beni kwamba Salome sasa anaelekeza na kumtafsiria Beni kwamba wanasema kwamba huyo mtoto mama yake alifariki. Baada ya mama yake kufariki, huyo mtoto alipotea, na toka alipopotea mpaka leo ndo anaonekana. Akamwambia, sasa je, hakuna mtu yote wa karibu ambaye tunaweza tukaongea naye ambaye ni mkubwa, mtu mzima?
Yule mtoto akasema mama yake mkubwa yupo, ambaye ni dada yake na mama yake na huyu mtoto. Akamwambia, je, yuko wapi tunaweza kumuona? Yule mtoto akasema ameenda shambani kupanda, akiwa anaongea Kilugha, lakini kumbuka, akamwambia wameenda shambani kupanda, kwa hiyo watakaa baada ya wiki mbili kupanda mashamba, kwa sababu hiki ni kipindi cha kupanda. Watakapomaliza ndipo watakaporudi huku nyumbani. Ilibidi Salome amwelezee Beni kile ambacho kimeongelewa na yule mtoto. Beni akamwambia, anasemaje huyu? Akamwambia anasema mama yake mkubwa yupo, ambaye ni dada yake na huyu mama yake na huyu mtoto, lakini kwa sasa ameenda shambani kupanda mahindi, na hichi ni kipindi cha kupanda. Baada ya wiki mbili ndipo atarudi huku. Ikabidi Beni ashangae sana, akasema sasa wewe tunafanyaje? Beni akamwambia kufanya hapa ni kumwacha mtoto kwao tuondoke. Ikabidi Salome amwambie haiwezekani kumwacha mtoto katika hali hii, na haiwezekani tukamwacha katika kipindi hiki kigumu. Kwa nini tusivumilie tukasubiria? Beni akasema what? Unaniambia nini? Yaani mimi nimekaa naye nimeteseka mtoto hospitali familia mimi. Beni akawa anaondoka kwa hasira. Baada ya kuondoka kwa hasira ndipo Salome alipomwambia Beni, usiwe na hasira kiasi. Kumbuka umeshapata shida sana na hiyo. Na umeteseka kweli kwa kipindi kirefu. Na sijui umepitia mambo yapi. Lakini kipindi ni wiki kidogo sana. Ningekushauri jambo moja. Tuondoke na huyo mtoto. Tutakapofika mjini baada ya wiki mbili tutaacha mawasiliano. Baada ya wiki mbili huyo mama akikuwa atakaporudi tutakuja kumleta mtoto, na baada ya kumleta mtoto tutaelezea jinsi gani ilivyotokea, alafu nadhani watatuelewa sababu ni mzima. Beni akamwambia Salome, kwa hiyo uko tayari tena tuondoke mpaka mjini? Akamwambia ndio, tuondoke naye kwa sababu hatuna jinsi ya kumwacha katika mazingira haya. Na huyo mtoto alikuja mjini kumtafuta babake, na hapa alipo hatujui hata babake ni nani, na hatujui babake yuko wapi. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha katika mazingira haya. Tutakapokuwa amezulika au kupotea, tutakaolaumiwa ni sisi watu wazima ambao tumemwacha mtoto katika mazingira magumu. Basi ndipo walipoondoka na kuelekea mjini. Baada ya kufika mjini, ikabidi Beni aende naye mtoto nyumbani kwake kama kawaida. Alipofika nyumbani, mtoto akajisikia kwenda haja, ndipo alipompeleka chooni. Baada ya kumpeleka chooni, ilikuwa ni choo cha kukaa. Mtoto alikataa. Beni alimlazimisha na kumvua nguo kwa nguvu na kumvalisha na cha kujisaidia. Baada ya mtoto kujisaidia, alipomaliza ndipo Beni akamwelekeza sasa, ukitoka hapa unaingia hapa, unafungua hii koki hapa, unanawa maji. Ukishamaliza kunawa unafunga. Umeona? Unafungua hapa, unanawa maji na mikono yako kwa safi, unaweka sabuni. Ukimaliza kunawa unafunga tumbo lako. Mtoto akawa ameelewa. Kumbe hapo unafungua maji na unanawa na sabuni ni hapa. Mtoto baada ya kunawa ile mikono yake akajigusa mikono, akaona mikono inanukia, kugusa nguo yake akakuta nguo inanukia vibaya sana. Kumbuka alikuwa hajaribu kubadilisha nguo tokea ametoka siku zile zote na kuja. Basi ndipo walipoenda kulala. Wakati wamelala, Beni anaamka asubuhi anakuwa yuko peke yake kitandani. Baada ya kushtuka na kumtafuta mtoto yuko ndipo alipotoka hapo na kuelekea kule bafuni. Baada ya kwenda bafuni, akamkuta mtoto akiwa ameweka kwenye ile sinki la kunawia maji, ameweka nguo yake na ameweka sabuni na akiwa anafua. Beni alipomwangalia mtoto, alimwangalia tena kumchezeshea kope za maji. Beni akamwambia, kwa nini unafanya nini hapa? Akamwambia, nafua nguo yangu ilikuwa ni chafu sana. Lakini akiwa anaongea kwa ishara. Kumbuka lugha anayoongea Beni haielewi. Ndipo Beni alipomchukua shati lake kubwa na kumvalisha yule mtoto Yolanda na kuondoka naye na kuelekea naye mjini kwenda kununulia mavazi. Alipofika alimkuta mwanadada ambaye anauza nguo na kumuuliza, dada, tunaweza tukapata nguo za huyo msichana? Akamwambia ni mtoto wa miaka mingapi? Akamwambia ni mtoto wa miaka 7. Ndipo akamwambia zipo, utapata. Ndipo alipoanza kumtafutia mavazi. Walimtafutia mavazi ambayo yanapendeza na kutosha, na wakachukua na kuelekea naye nyumbani na kumbadilisha zile nguo. Mtoto akawa amependeza kweli na kuvaa zile nguo nzuri kabisa. Baada ya hapo, Beni akawa amemfuata rafiki yake sasa
Salome kwenda kumwomba aende akamwombe mpenzi wake msamaha na akamweleza kila kitu. Ndipo walipotoka na kuelekea mpaka kwa yule mpenzi wake Ana. Baada ya kufika kwa Ana, wakamwambia Ana, Salome akamwambia Ana, msamehe mpenzi wako kwa sababu hamjui mtoto alipotokea na wala hajui, na kama alivyokueleza ni kweli kabisa, ni sahihi. Mimi mwenyewe nilishuhudia, maana mimi huyu mtoto yake anaendelea tumeongea naye kidogo, akatueleza mahali kwao, na tukaenda mpaka kijijini tukiwa na Beni. Tumefika kule kijijini tukamkuta mama yake mkubwa hayupo, amesafiri ameenda shamba kulima. Baada ya wiki mbili ndipo tukaporudi. Kwa hivyo tukawa tumebaki na huyu mtoto kwa muda wa wiki mbili, kisha tunamrudisha kwa wazazi wake, atakuwa amerudi kwa familia yake. Kwa hiyo Beni atabaki huru na kwamba atakuwa amebaki na wewe mpenzi wake. Kwa hivyo msamehe, kweli hajui hata kama mjane baada ya basi nani ile binti baada ya kuelezwa sasa hayo na Salome alimuelewa, na Ana akawa amemsamehe Beni, na pale pale wakaanza kuhusiana nao kwa mara nyingine. Wakawa wamekaa pale wakiendelea kupiga story, wakati huo Salome akiwa anacheza na yule mtoto Yolanda. Baada ya kutoka hapo, wakaingia katika gari na kurudi nyumbani. Wakati wamerudi nyumbani, kwanza pale pale wakati wameshakubaliana na kusameheana, pale pale ilibidi Beni atoe pete na kumvisha mpenzi wake pete. Mpenzi wake baada ya kuvishwa pete alifurahi sana na akawa amemkumbatia mpenzi wake Beni na kumwambia, nashukuru sana kwa kunijali na kunivisha pete. Nilijua kuwa yule mtoto wako, ndio maana nilikuwa mkali na kuomba sana. Beni akamwambia, hapana, kwa mtoto wangu nilikuelezea, nadhani nataka tukunipa nafasi ya kusikiliza. Lakini laiti ungenipa nafasi ya kunisikiliza, ungenielewa na ungejua yote haya yanatokana na nini. Baada ya hapo alitoka hapo na kuelekea moja kwa moja. Beni baada ya kufika nyumbani akiwa na yule mtoto, wanaendelea na maisha na huko akiendelea kwenda ofisini, anaendelea. Baada ya kufika sasa siku hiyo, baada ya kufika sasa, baada ya wiki mbili sasa, kwa kuwa walikuwa wameacha mawasiliano kule, ndipo simu ilipopigwa na Salome kupokea. Baada ya kupokea, lakini Salome kabla hajaongea na wazazi wake, alikiona kile kiboksi ambacho mtoto alikuwa anakimbiza siku ile katika gari, alikuwa katika gari ya bwana Beni. Akawa amekichukua na kukifungua kile kisanduku, ndipo alipopita picha ya yule baba ambaye anaonekana ndo babake na yule mtoto Yolanda. Na pia Salome akawa amebaki na ile picha, wala hakumwambia Beni. Lakini Beni na mpenzi wake maisha yakawa yanaenda vizuri, sasa wanaelewana, wanaongea vizuri tu. Baada ya hapo, siku moja Beni akawa sasa ameenda kwa Salome. Salome akawa amepigiwa simu na mama yake mkubwa yule mtoto ambaye anatoka huko kijijini. Baada ya kupigiwa simu, Salome alipokea na kuongea naye, na akawa amemwelekeza, na yule bibi akawa amepanda gari kuja moja kwa moja kwa tante hii. Baada ya kufika mjini, ndipo alipomkuta yule mtoto akiwa na Salome pamoja na Beni. Ndipo alipofurahi sana na kumkumbatia mtoto, na mtoto alikimbia kumkumbatia mamake mkubwa. Baada ya kumkumbatia mamake mkubwa, walikaa na kuongea mambo mengi sana. Wakati wanaendelea kupiga stori na kuongea mengi, ndipo yule mama alimwambia yule mtoto, washukuru sana hao watu walikusaidia. Yule mtoto akaongea, asanteni sana na washukuru. Na pia akasema, hakika mimi ni watu wazuri sana, sijategemea kama mngeweza kumsaidia mtoto mdogo kama huyu asiyefahamu chochote. Huyu mtoto mamake alifariki. Baada ya kufariki, mtoto huyu alitoweka nyumbani na tumekuwa tukimtafuta siku nyingi bila mafanikio. Tumejua mahali alikuwa ameelekea, lakini nyinyi hakika ni wazazi bora, mmemsaidia mtoto bila kujali hali aliyokuwa nayo, na pia mmemfadhili na kumpa mavazi na chakula. Hakika Mungu atawabariki na kuwajalia katika maisha yenu yote. Basi Beni alishukuru sana, na pia akawa ametoa usafiri wake na kuwapeleka wale wazazi mtoto na yule mama yake mpaka hadi kijijini. Baada ya kufika kijijini, walipomwacha kule mtoto, ndipo Beni aliporudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani siku hiyo, Salome alikuwa ameenda ofisini. Ndipo mkurugenzi wa kampuni alikuja na kumwita Beni. Salome akamwambia Beni hajafika bado.
atakuja muda si mrefu. Lakini kumbuka Beni alikuwa amechoka sana baada ya yule mauzauza na mazingira alipopokea yale kana yule mtoto. Kwa hiyo alikuwa anawaza sana, alikuwa hapati usingizi wa kutosha. Hivyo siku hiyo alikuwa amelala sana kwenye kuchelewa ofisini. Baada ya kuchelewa ofisini siku hiyo, ikabidi yule mkurugenzi akawa amemuita Salome ofisini na kumweleza kuanzia sasa, baada ya kuelezea ile program siku ile, ofisi yetu imepanda chati sana na ofisi yetu imeamua kufungua tawi lingine huko Morogoro, na pia ofisi yetu imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa sasa itakuwa ni ofisi moja ambayo ni kubwa mno. Kwa hiyo wanakamati na bodi nzima wameamua kukuchagua wewe ukawe kama CEO katika hii kampuni. Basi mwanadada alishtuka sana Salome, na akamwambia, kwa nini nichague na nafasi kubwa kama hii? Akamwambia ndio, kwa sababu ulipoelezea ile topic siku ile ulielezea vizuri sana na watu wote walielewa. Kwa hiyo kuanzia sasa wewe ndio CEO katika hii kampuni. Salome hakupenda hicho cheo, lakini kwa sababu alichaguliwa hakuwa na hiana. Alifika na kukaa kwenye kiti akiwa na mawazo sana. Kwa kidogo akaingia Bwana Beni. Baada ya kuingia akamkuta Salome akiwa amekaa akiwa na mawazo sana. Baada ya kufika Salome akamwambia Beni, naomba tutoke tuongee kidogo. Beni akamwambia hapana, niko busy sana. Akamwambia naomba nisikilize, naomba tutoke tuongee kidogo, na shida na wewe. Beni alikataa katakata, akamwambia siwezi kusikiliza bana, mimi niko busy, achana na mimi. Akiwa anaendelea na kazi zake pale, ndipo mkurugenzi alipokuja, mkurugenzi wa ofisi. Alipofika akakuta, akauliza bana Beni amefika? Salome akamwambia ndio, Beni amefika, wakiwa na wafanyakazi wengine pale. Akamwambia sasa naomba mnisikilize. Kuanzia sasa kampuni yetu imefungua tawi lingine jipya ambalo limefunguliwa huko kijijini Morogoro. Na pia kutokana na kamati ya bodi ilipokaa na kupendekeza na kuona kwamba kampuni yetu imekuwa na imekuwa ni kubwa, kwa hiyo wakaamua kumchagua CEO mpya. Baada ya kumchagua huyo CEO mpya, wakaamua kumpendekeza mwanadada Salome. Kwa hiyo kuanzia sasa na watangazia rasmi kwamba kuanzia sasa CEO mpya atakuwa ni Salome. Beni baada ya kusikia hivyo alishtuka sana, na alikuwa na flag jitengeneza shati yake kidogo kama anatangaza yeye kuwa CEO mpya, lakini akashangaa anatangazwa kuwa ni Salome. Beni alishtuka na kushangaa sana. Baada ya hapo alisema, nawashukuru kwa utendaji kazi mzuri na nawapenda sana, na hakika mnapambana sana kuikuza ofisi yetu. Kwa kampuni sasa hivi imekuwa ni kubwa ambayo imeshafungua tawi lingine. Hivyo nawatakia kazi njema, endeleeni kupiga kazi na kufanya kazi kwa bidii, na pia ongeza kwa miongozo ya ofisi. Baada ya hapo Beni akaamua kuamka na kufuata mkurugenzi kule ofisini. Na kwanza kidogo akaomba sana. Akamwambia imekwaje, nini jambo kimetokea? Kwa nini mchagua CEO mpya wakati mimi nimepambana na hii ofisi na nilikuwa najua kabisa hiki ni cheo changu? Na wewe pia mkurugenzi nimeahidi kwamba hiki cheo ni cha kwangu. Lakini nimepambana na tangu mpango mzima wa hicho. Kwa hiyo program ambayo niliambia kuuza mzigo bila kuwa na gharama kubwa ndio niliyoanzisha. Na nimepambana kuitetea hii ofisi kwa hali na mali. Kwa tone langu la damu lote la mwisho nimepambana kuitetea hii ofisi. Lakini mwisho wa siku yote nimekuja kuwa malipo yake ni haya. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo mkurugenzi? Sijapenda kabisa kitu ambacho mmenifanyia. Kiukweli nimechukia sana kwa hichi kitendo ambacho mmenifanyia. Kumbuka uliniahidi kwa mimi ndio nitakuwa CEO mpya katika hii ofisi na hii kampuni. Lakini kwa nini leo imekuwa tena Salome? Mkurugenzi akamwambia, Beni, kaa utulie. Unajua kwa sasa umekuwa busy sana na mambo yako kwa ofisi. Ningekuomba ungefanya taratibu zozote za kufanya. Ungeomba likizo hata ya mwezi mmoja, ili ukatulize akili yako. Itakapokaa sawa, ndipo utakapokuja na utakaa katika kiti chako vizuri kwa usalama. Kwa sasa unaonekana kuwa umechanganyikiwa sana, kwa sababu wanakamati
usitulaumu sisi wala usinilaumu mimi. Hata mimi sijachagua iwe hivyo, na wala sijachagua kwa matakwa yangu. Ni bodi na kamati, wanakamati ndio wamekaa na kuchagua kuwa Salome ndio atakuwa CEO mpya katika hii kampuni. Kwa hiyo usimange wala usikasirike. Kumbuka kampuni na kusimamia, na wewe unafanya kazi bora sana katika hii kampuni. Na mimi natamani siku moja utakuja kukalia hichi kiti ambacho mimi nimekalia na kuwa mkubwa kabisa katika hii kampuni. Sasa kama utakuwa unaendesha mambo yako hivyo kwa hasira na biashara yako, hakika utakaa ukafanikiwa katika hii kampuni. Naomba uombe likizo ya mwezi mmoja uende ukakae ukimiza akili yako, kisha utarudi, ndipo utakapokuja kuendelea na majukumu yako. Beni akamwambia, sijapenda vitu nifanyia. Kweli mkurugenzi, sijapenda kabisa. Nimepambana sana, nimeumia sana, nimeumia kila kitu, nimehangaika kupambana kwa kila jambo, lakini malipo yake yanakuwa ni haya. CEO anakuwa mtu mwingine. Kweli sijapenda. Akamwambia, naomba utulie, kaa kwa kufikiria, alafu utulize akili yako, ndipo utakapogundua nini ambacho kinaendelea. Ndipo Bwana Beni alipotoka. Baada ya kutoka, Salome akamwambia, vipi, inakuwaje? Akamwambia, achana na mimi, sinichi. Akamwambia, mimi sinichi? Ndio wewe sinichi. Mimi sinichi? Ndio wewe sinichi. Wakaanza kugombana pale na kuanza kupiana maneno makali sana akiwa na Salome. Salome akimwambia Beni, mimi sijakusinichi chochote. Kumbuka wewe uliondoka siku ile ya kikao, mimi nikaelezea topic kwa ajili ya kukusaidia wewe, na nilifanya kwa uzuri zaidi kwa ajili ya kutetea kiti chako wewe. Lakini leo unakuja kuniita mimi sinichi. Kwa wewe ni sinichi. Ulikuwa unafanya kwa karibu yangu, unajifanya uko karibu yangu na kunisaidia matatizo yangu. Kumbe wewe ni sinichi, unataka kuchukua kiti changu. Akamwambia Salome. Salome akamwambia, Beni, sijategemea kama unaweza kuongea mambo kama haya. Mimi sio sina akili kama wewe. Akamwambia, wewe ndio una akili. Kwa sababu ungekuwa una akili usingeangalia na kukalia kiti changu ambacho mimi nilikuwa nataka nikae. Akamwambia, kumbuka wewe ndio unajitambua. Mwana Isaya mkubwa usijua hata wazazi wako walipo. Akamwambia, wewe unajua wazazi wako walipo? Wewe unajua mimi nilipotokea? Akamwambia, sikia nikwambie Beni, nakufahamu wewe A to Z. Nakufahamu mpaka ulipotokea kwa wazazi wako. Nakufahamu kila kitu. Oh, vizuri sana. Kumbe unajua hadi wazazi wangu walipo. Kumbe unafahamu kwamba mimi nimewaacha wazazi wangu, sijaenda kwa wazazi wangu siku nyingi. Na unafahamu majukumu yote ya wazazi wangu. Kwa hiyo ndio maana ukaamua kukalia kiti changu, kwa sababu unajua madhaifu ya wazazi wangu, si ndio? Akaambia, hapana. Kumbuka ulinipa siku ile namba niwasiliane na wazazi wako. Baada ya kuwasiliana na wazazi wako kuwatumia kile kiasi cha pesa, basi nimekuwa nikiwasiliana na wazazi wako mara kwa mara. Na pia nakujua A to Z mpaka hadi kwetu unapotoka, mpaka hadi mpaka nyumba yenu unaifahamu ilipokuwa. Akamwambia, hivyo kumbe unanifahamu vizuri kwa mimi ninapokufahamu, si? Asante sana na kushukuru kwa usinichi wako. Ndipo Beni alipoondoka kwa hasira. Baada ya kutoka, alifika baa na kwenda kulewa sana. Alikunywa pombe kwa kiasi kikubwa sana na alipata mawazo, msongo wa mawazo ulikuwa mkubwa sana, akiwa anafikiria ni nini ambacho kinamtokea. Basi Salome naye alitoka hapo na kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, alikuwa amekaa kwenye mawazo, ndipo mpenzi wake Jarome alipokuja na kuanza kuelezea zile ambazo yeye hakuzihitaji na wala hakutaka kuzisikia kwa kipindi hicho. Alimwambia, nimekuja kukusikilizia vipi kuhusu lile jambo langu hili. Salome aliongea kwa ukali sana na hivi, wewe ni mwanaume wa kiasi gani? Wewe ni mwanaume wa akili gani? Yaani mimi napambana nipate usalama wangu uwe mzuri. Wewe unakuja unaniambia habari ya kuzaa. Kwa nini usingenioa kwanza nipate kutafuta mtoto tukiwa katika ndoa? Kwa hiyo wewe shida yako kumbe kwangu ni mtoto, na wala sio ndoa kama unavyofikiria. Kwa hiyo nakwambia kuanzia sasa, achana na mimi, usinifuatilie tena, nafuata maisha yako. Kuanzia sasa sitaki kuwa na wewe tena. Yaani kuanzia sasa usinifuate na usinijue. Basi Jarome akawa ameondoka kwa hasira. Baada ya Jarome kuondoka kwa hasira, unarudi huku upande wa pili. Beni naye akawa amefunga safari na kuondoka kijijini kwenda kwa wazazi wake. Ilikuwa kweli ni muda mrefu tukawa ametoka kwa mdogo kwa wazazi wake. Baada ya kufika mlangoni, alipogonga mlango, mzazi wake alipofungua, Beni alipiga goti chini na kumshika mama yake miguu. Mama yake alilia sana na kumuita baba yake. Baba yake alipokuja akamkumbatia
ya kuingia ndani, kesho yake wakawa wametoka na kuelekea shambani. Baada ya kufika shambani, baba na mtoto wake Beni, baada ya kulima kidogo, baba alimuuliza swali moja Beni. Akamwambia, Beni, ni nini kilikufanya ukimbie mjini na kutuacha kijijini? Akamwambia, baba, nia yangu na mazungumzo yangu nilihitaji kutafuta pesa, niwe na pesa nyingi, niwe tajiri, ili niwe na manyumba mazuri na magari mazuri, ili siku moja niwachukue nyinyi tukakaa yote kijijini, nyingine wachukue nyinyi kijijini tukakaa yote mjini. Hiyo ndio lengo la mazungumzo yangu. Akamwambia, je, katika hilo lengo la mazungumzo yako umefanikiwa? Beni akamwambia, hapana, nimekuwa ni balaa mikosi tu, hata sijajua shida ni nini, kwa nikaamua kurudi kwanza kuja kuwasikiliza wazazi wangu. Baba alimwambia, Beni, katika maisha usiwaze kupata nyumba nzuri, wala usiwaze kupata magari, wala usiwaze kupata pesa. Maana nyumba unaweza kupata nyumba, gari, pesa na ukachukua sisi tukaelekea mbinguni, lakini matokeo yake itakuwa na pesa zikaja na gari ikaja likapata ajali, na pia sisi wazazi wako tutabaki kukulaumu wewe kwa sababu umekuwa kijijini katika hali tulikuwa tunaishi vizuri na tunajizoelea hali yetu wenyewe. Tutakulaumu wewe, tutabaki kukulaumu wewe. Bora ungekaa na kufikiria na kutafakari upya kwanza maisha yako. Beni akamwambia baba, umeongea hivyo, je, ni nini sasa kusudio lako? Baba akamwambia, kusudio langu, lengo langu, utajiri na pesa mkubwa duniani upo katika moyo wako. Moyo ndio thamani ya kila kitu. Kwa hiyo umeelewa nini ninachokizungumzia? Akamwambia, ndio baba, lengo langu lilikuwa ni kupata amani ya moyo na furaha ya moyo wangu, lakini sijafanikiwa kupata hicho. Baba akacheka sana, akamwambia, hilo ndio kusudio la moyo wako. Kama moyo wako ni kuishi na watu vizuri na kukaa na watu kwa amani na furaha, hiyo ndio utajiri. Achana na mali, achana na pesa, achana na manyumba, achana na kila kitu kwenye maisha. Furaha kubwa duniani na moyo mkubwa na utajiri ni kuwa na moyo mzuri na furaha na amani. Hiyo ndio utajiri mkubwa duniani. Beni alijigundua kwamba amefeli katika maisha, akajigundua amekosea sana, na pia akajigundua kwamba kuna haja ya kuanza kurudi nyuma na kuanza. Hivyo akawa ametoka na taswira mpya katika kile kijiji ambacho baada ya hapo baba yake alimwambia wakarudi nyumbani. Beni akamwambia baba, nashukuru sana kwa kunifungua masikio na kufungua macho yangu, na nimegundua maisha yangu ni nini. Baada ya hapo aliaga na kwanza kuelekea mjini. Wakati anaenda kwenda mjini, mama yake alikuwa amebeba kifurushi cha miogo na kumwambia, shika huu mzigo, ni mzigo wako. Mama alimwambia, zawadi zangu tena nampelekea naye mama? Akamwambia, hizo zawadi ni kwa ajili ya Salome. Mama, unamjua Salome? Akamwambia, ndio mwanangu. Salome ni mwanamke mmoja bora sana, na ni mwanamke mmoja mzuri sana. Salome amekuwa akihusiana na sisi mara kwa mara, na ameshafika hapa sio zaidi ya mara moja mara mbili, na amekuwa akitujulia hali mara kwa mara na akitutumia baadhi ya pesa ili ya matumizi yetu hapa. Kwa hiyo Salome amekuwa akitujali sana, tunaomba huu mzigo umpelekee Salome. Basi Beni alijiuliza sana na kufikiria mawazo mengi sana ya kuwaza, na akasema, kwa nini mimi nakuwa ni mbinafsi wa kiasi hiki? Kwa nini mimi nakuwa na roho mbaya kiasi hiki? Ina maana kwamba Salome amekuwa akiwajali wazazi wangu kwa kiasi hiki, amekuwa akiwatumia pesa na hata kuwatembelea, lakini mimi nimekuwa mbinafsi na kumlaumu na kumgombesha na kumtukana na kumpa matusi yasiyokuwa na maana kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya dhamana ya kazi za watu. Nini hichi ambacho nimekifanya? Hakika Beni alikuwa mwenye kujilaumu sana, na alijilaumu sana sana sana. Hata hivyo alipanda basi na kuelekea mjini. Baada ya kufika mjini, ndipo alipoanza sasa kuelekea ofisini kwake. Lakini kabla hajaelekea ofisini, alimuita mpenzi wake Ana na kumuuliza maswali haya yaliyofuata. Akamwambia, mpenzi wangu Ana, ukiwa umeagiza
1,000. Akamwambia mpenzi wangu, hivi unanipenda kweli? Anakwambia ndio nakupenda. Akamwambia je, nikueleza kitu utanikubalia? Akamwambia hivi, unaweza kukubaliana na mimi kwenda kuishi kijijini? Akamwambia what? Akamwambia unasema mimi nikaishi kijijini na wewe? Akamwambia je, unaweza kuacha na kazi tukaenda kufanya biashara ya kusambaza dagaa na kuuza dagaa? Akamwambia hivi unajielewa na akili kweli? Akamwambia basi tuachane na dagaa, tunaweza kwenda kijijini na kuanza kusambaza kuuza biashara ya ufuta. Akamwambia ufuta ndio nini? Mimi sielewi maana ya ufuta, hata sielewi ufuta ni nini. Akamwambia sikiza nikwambie, nahitaji kwenda kijijini. Je, unaweza kuishi na mimi na kulea mtoto? Akamwambia wewe unanichanganya, sikutegemea kama mtoto wangu ni mshamba kiasi hicho, na ndio maana mama yangu alikuwa ananiambia mshamba wa kijijini. Kumbe kweli ni mshamba wa kijijini. Hivi mimi unavyoniona kwa shingo yangu hii, unaweza kunitoa hapa na kunipeleka kijijini kweli? Akamwambia basi kama hauwezi kuishi na mimi kijijini, na kama hauwezi kufanya biashara ya mimi na ufuta, na kama pia huwezi kukaa na kulea mtoto, basi wewe si mwanamke unayenifaa. Akamwambia unachekesha sana ana sasa hivi ulitegemea kwamba mimi ni mwanamke wa yako, au ulitegemea mimi ni mwanamke wa taifa yako? Mimi sio mwanamke wa taifa yako kama unavyofikiria. Na kuanzia sasa nakwambia wewe sio taifa yangu. Nina wanaume wengi sana na wenye pesa na wenye mali, na wamekuwa wakinifuata kila siku na kunipembeleza neno wao. Mimi ndio nakufuata wewe kama kuombea umetoka kijijini huko bado mshamba, alafu unajikuta wewe ndio wewe kila kitu. Sasa utakaa na ujinga wako na upumbavu wako. Kuanzia sasa usisafiri tena kama una mapenzi na mimi ndio na pale akachukua simu yake chakula na akamwambia pale usoni, na pia akaondoka akamwacha pale. Beni akaangalia huko na huko kama zengo zimemuona, lakini hakukuta mtu wote akiwa anamwangalia. Hivyo akaamua kuondoka na kuelekea zake nyumbani. Baada ya kuelekea nyumbani akiwa na mawazo, akawa amegundua kumbe mwanamke sahihi kwake nyumbani. Hivyo akawa fikira zake na mawazo yake yote zinaenda kuangukia kwa Salome, ambaye Salome aliyemtukana na kumsida kumbi yake na kumwambia kwamba amejaliana cheo chake, lakini akawa amefunguliwa masikio na baba yake, na akawa amefunguliwa masikio na kujua kwamba kumbe mwanamke bora kwangu ni Salome pekee. Basi baada ya kutoka hapo akawa ameelekea moja kwa moja ofisini. Baada ya kufika ofisini, alifika alikaribishwa kwa bashasha kubwa sana, na mkurugenzi akamwambia umefanya ramana sana kuja, sasa akili zako zimetulia? Akamwambia ndio, kwa sasa akili zangu zimetulia. Akamwambia umefanya ramana na kuja katika wakati wako? Akamwambia kwa sababu gani, kwa maana gani? Akamwambia kwa sasa baada ya kufika wewe unakabidhiwa kuwa CEO mpya katika hii kampuni. Akamwambia what? Alicheka sana. Akamwambia una maana gani? Akamwambia kwa sasa baada ya kumkabidhi CEO mpya kuwa Salome ameresign, akaamua kuacha kazi. Baada ya kuacha kazi, wewe unakosa ofisi yako ilikuwa imekosa mtu wa kukaa. Kwa hivyo kwa kuwa wewe umekuja, umekuwa umefanya jambo la maana kwa ofisi yako, utakuwa ndio CEO mpya katika hii kampuni. Beni akacheka sana, akamwambia kuanzia sasa mimi mwenyewe nimekuja kuresign, na mimi hapa sasa hivi nimekuacha kazi pia, kama alipoacha kazi Salome. Nimeamua kujishughulisha na mambo yangu, naamua kufanya biashara zangu, sitaki tena kufanya kazi. Mkurugenzi alibaki ameshtuka na kushangaa, akasema watu wakuaje? Basi ndipo Beni alipotoka na kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, alikaa akiwa mwenye mawazo sana, lakini tunaona upande wa pili na Salome akiwa amekaa chumbani kwake akiwa analia sana, akiwa ni mtu mwenye mawazo na fikra nyingi sana, na akiwa analia bila mafanikio. Baada ya hapo tunarudi tena huku nako kwa Beni,
tunamkuta Beni akiwa mwenye mawazo na akiwa anafikiria mambo mengi sana, akiwa anatafakari na kufikiria yale mambo alikuwa anaambiwa na wazazi wake, kwamba Salome ni mwanamke mmoja bora sana, na ni mwanamke ambaye amekuwa akitujali na kutusamini kwa kipindi kirefu sana, na pia amekuwa akitutembelea na kutunza hela ndogo ndogo za matumizi hapa nyumbani, na pia ni mwanamke ambaye ni mwanamke mmoja mwenye huruma na mwenye upendo wa dhati sana. Hakika katika wanawake Salome ni mwanamke mmoja bora sana. Yote hayo ilikuwa ni kumbukumbu na fikra ambazo zilikuwa zikimjia Beni akiwa anafikiria katika chumba chake alipokuwa amekaa, kufikiria mawazo yote hayo, kwamba fikra zake na mawazo yake zikamjia kwamba amtafute Salome ndiye mwanamke bora katika maisha yake. Hivyo akaamua kuondoka na kumfuata Salome. Alipofika nyumbani kwa kina Salome, aligonga mlango bila mafanikio yoyote. Kulikuwa kuna watoto walikuwa wanacheza hapo nje mpira, ndipo alipomwita mtoto mmoja wapo na kumuuliza, eti mwenye hii nyumba ameelekea wapi? Ile mtoto alimjibu na kumwambia, tumemwona amebeba mabegi yake akiondoka huko akielekea upande wa. Basi Beni alitoka na kukimbia sana na kuelekea maeneo alipokuwa ameelekezwa. Alipofika stendi alimkuta Salome akiwa anagonga simu yake simu hii hapa. Anapoangalia akaungundua kumbe ni Beni. Akamwambia sina haja ya kutumia simu yako. Akamwambia naomba niambie unaenda wapi? Akamwambia wala hauna haja ya kujua mimi napoelekea, kwa maana hauna msaada wote na mimi wala hauwezi kunisaidia chochote, wala hata safari yangu mimi napoelekea haikuhusu. Akamwambia sikiliza, na jambo moja tunakuomba, naomba unisaidie. Akamwambia ni jambo gani? Akamwambia nataka kumuona Yolanda, yule mtoto mdogo. Akamwambia Yolanda kwa sasa yuko kwa baba yake. Akasema maana sina namna, wewe ndio pekee unaweza kuongea na Yolanda, na wewe ndio unaelewana naye lugha, naomba unisaidie jambo moja ili ukaongea na Yolanda. Ndipo wakaingia kwenye gari na kuelekea moja kwa moja kwa Yolanda alipokuwa amepelekwa kwa baba yake. Kumbe hapo nyuma Salome alimtafuta baba yake na akawa amempata baba yake na akawa amemkabidhi yule mtoto ambaye ni Yolanda. Angalia mambo yote haya ambayo anayafanya mwanadada huyu Salome, jinsi gani alikuwa na roho nzuri, na jinsi gani alikuwa na moyo wa kujali, na jinsi gani alikuwa na moyo wa kusamehe, na jinsi gani alikuwa na utu wa kujua thamani ya mtu. Hivyo akawa amempeleka moja kwa moja Bwana Beni pale alipokuwa amempeleka yule mtoto Yolanda. Baada ya kufika, mtoto alikimbia sana, na baada ya kuona alikimbia na kwenda kwa wao na kumpatia. Ndipo walipokaa pembeni, yule bwana ambaye ni babake na yule Yolanda wakakaa pembeni pamoja na Bwana Beni wakiwa wakiweza kuongea mambo fulani. Ndipo Beni alipomwambia yule bwana, akamwambia Beni kwamba nimegundua mtoto huyu furaha yake iko wapi. Akamwambia una maana gani? Akamwambia nimegundua kwamba mtoto huyu anakupenda sana, na wewe ndio utakayemlea huyu mtoto na si mimi, kwa sababu siku zote kila mtu hutafuta furaha yake mahali alipo. Beni akamwambia unamaanisha nini? Akamwambia hakika huyu mtoto anaonekana anakupenda sana wewe na si mimi. Akamwambia ni kweli ananipenda, kwa sababu tumekuwa tumezoeana kwa muda mrefu sana, na nimeishi naye kwa kipindi kirefu, na niko naishi naye kwa upendo, ndio maana hata ananipenda na kunijali. Akamwambia lakini wewe ni baba yake mzazi, wewe ndio ulipaswa kukaa na huyu mtoto na si mimi. Akamwambia hapana, mimi sio baba yake mzazi. Beni alishtuka, akamwambia ati unasemaje? Akamwambia mimi sio baba yake mzazi, mimi ni baba yake mkubwa ya huyu mtoto. Baba yake mzazi ya huyu mtoto Yolanda alishafariki, hivyo ikabidi mimi niendelee kuishi na huyu mtoto, lakini baba yake mzazi alishafariki. Ila sasa nimegundua upendo wa kweli wa huyu mtoto uko wapi. Hivyo mimi natamani kama wewe umchukua huyu mtoto ukaende kuishi naye kama ulikuwa ukiishi naye zamani. Beni akasema ina maana unanikabidhi mtoto mimi niishi naye? Akamwambia ndiyo, nakabidhi mtoto wewe kama baba yake niishi naye. Wakati huo tunarudi huku nyuma, tunakutana na mtoto akiwa anacheza Yolanda, anacheza na yule Salome na yule mama yake ambaye tulikuwa hapo awali alikuwa naye hapo kwa huyo baba yake. Wakati huo tunarudi kwa Ana huku, Ana naye akawa ameshatafuta mchumba, amepata
amepata mchumba mwingine, na akiwa anaishi naye amepata mchumba ambaye ni mtoto wa mjini alikuwa anataka yeye, na pia akawa anaendelea kuishi naye. Na pia tukirudi huku kwa Jerome, alikuwa ameshapata mwanamke mwingine ambaye design yake, Salome alimwambia tafuta mwanamke ambaye atakubalia kumuoa na sio mimi. Kwa hiyo Jerome naye akawa amepata mpenzi wake mwingine ambaye amekubaliana na matakwa ambaye anataka yeye, kwamba mpaka ampatie mtoto ndipo atakapofunga ndoa. Kwa hiyo Jerome tunamwona huko akawa amepata mpenzi wake mpya ambaye wamehitaji nao kuwa pamoja, amemkubalia kumzalia mtoto ndipo waoane. Na pia tunarudi kwa Ana, naye akawa ameshapata mpenzi mwingine ambaye ni mtoto wa mjini alikuwa akitaka yeye na wazazi wake walikuwa wakipenda. Na pia tunarudi huku tunakuta sasa naye Beni anakabidhiwa ule mtoto Yolanda pamoja na ule babake na akiwa na Naomi. Baada ya kukabidhiwa ule mtoto ndipo walipotoka sasa pale ile mtoto pamoja na Naomi na kuelekea stendi alipomkuta Salome akiwa na mabegi yake. Baada ya kufika pale ndipo Salome aliposhuka na kuondoka na mabegi. Wakati anaondoka na mabegi, mtoto akamwambia Beni kwamba mfuate kwa ishara, kumbuka hawaelewani lugha. Ndipo Beni alipomuita Salome, Salome akageuka na kumsikiliza. Akamwambia unaenda wapi? Akasema haupaswi kujua anapoelekea, kwa sababu ulichokiomba nimeshakusaidia. Nimeshaongea na mtoto na mtoto uko naye. Sasa je, tena unachotaka kwangu ni nini? Akamwambia naomba nisikilize Salome, na kuhitaji tuondoke pamoja wewe na mimi. Akamwambia umechelewa. Akamwambia nakupenda sana, nahitaji kuwa na wewe, naomba nisikilize. Nimetambua na kugundua wewe ndio mwanamke bora kwangu maisha yangu. Akamwambia umechelewa Beni, kwa sasa nafasi hiyo haipo tena. Salome akawa anaondoka, mtoto akimsisitiza kwamba Beni nenda mfuate. Beni akamwita kwa mara nyingine tena Salome. Akamwambia Salome, ni nani atakayesikiliza na kujali madhaifu yangu kama unavyojali wewe? Ni nani atakayevumilia upungufu wa akili zangu nilizonazo kama wewe utakavyovumilia? Na ni nani atakayethamini huyu mtoto Yolanda kama wewe ulivyokuwa ukimthamini? Na ni nani atakayekupenda kama ninavyokupenda mimi Beni? Na mimi nitapata wapi mtu atakayenipenda kama wewe unavyonipenda Salome? Salome, nimegundua wewe ndo mke wangu, wewe ndo mke wa maisha yangu. Nimefunguka, nahitaji uwe mke wangu, tunaishi pamoja, tumlee huyu mtoto Yolanda. Salome alisimama kwa dakika 5 akifikiria na kutafakari yale maneno mazito aliyokuwa ametoka katika kinywa cha Beni, na Beni akiwa akiendelea kusisitiza kwamba hakika wewe ni mwanamke wa ndoto zangu, na wewe ndio mwanamke wa taifa yangu, na wewe ndio mwanamke unayenifaa katika maisha yangu. Hakika siwezi kupata mwanamke yoyote yule mzuri zaidi yako wewe. Kule nilipokuwa hakika nilikuwa nimepotea, na kule nilipokuwa hakika nilikuwa nimeangamia, na kule nilipokuwa hakika nilikuwa napoteza muda wangu, lakini wewe ulinifungua masikio, na wewe ulinifungua macho yangu, na ukanifungua moyo wangu, na nikarudi kijijini nikaanza kupata ukweli wa maisha, na nikagundua thamani ya moyo wa mtu anayekupenda, na nikagundua thamani ya maisha, na nikagundua nini utajiri mkubwa hapa duniani. Nilikuwa sifahamu hilo, lakini yote nimegundua kupitia wewe Salome. Hakika nimegundua kwamba hakuna kitu chochote hapa duniani zaidi ya furaha. Kwa hivyo nimegundua kwamba wewe ndio mpenzi wangu ambaye utanithamini kwa hali yoyote na kunijali kwa kipindi chochote kile, katika kipindi kigumu na kipindi kilaini. Nilikuwa nimefungwa macho kwa kipindi kirefu, na nilikuwa nikiishi katika uongo usiotegemea katika maisha yangu. Kila siku nilikuwa katika minyororo ambayo nimefungwa, sielewi. Nilikuwa nikiishi na Ana nikijua kwamba ni mwanamke wangu bora aliyekuwa nikimtegemea, kwamba ndo mke atakayekuja kunithamini na kunijali. Kumbe nilikuwa naishi katika uongo miaka yote,
ufahamu, nyuma yake kuna ukweli ambao mimi nilikuwa nimejificha. Na hivyo kupitia huyu mtoto Yolanda nimegundua ukweli wa maisha yangu, na nimegundua ukweli wa moyo wangu, na nimepata kujua thamani ya mwanamke bora katika maisha yangu. Na pia katika haya maisha sikuwahi kutegemea kama naweza kukutana na wewe, mdada mwenye moyo mzuri na mwenye moyo wa subira na mwenye moyo wa kusubiri na kuwa mvumilivu kiasi hiki. Je, ni nani tena atakayenisikiliza na kunijali? Hakika wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Salome alimwangalia sana Beni na pia alimpa tulizo moja. Hayo unayoyasema hata mimi pia niliishi kwa uongo kwa muda mrefu, nikitumaini kwamba na mwanamke na mwanaume ambaye atanijali na kunithamini katika maisha yangu. Lakini huyo mwanaume ndio aliyekuja kunitenda na kuniumiza na kunifanya mimi mpaka leo nichukie wanaume wote duniani. Nimeishi na mwanaume kwa kipindi kirefu, miaka yote nikitegemea kuwa ni mwanamume wangu atakayenijali na kunithamini na kunioa na kutunzia heshima ya ndoa yangu. Lakini kumbe yule mwanaume alikuwa sio mkweli kwangu. Amekuja kuyayuka ni kama mawingu tu ambayo yamejaa juu na kuyayuka na kunyesha mvua isiyokuwa na matumaini yoyote hata kuzalisha chochote hapa duniani. Yaani ni mvua ambayo imenyesha na hatimaye kuyayusha kila kitu hapo kwenye maisha yangu. Nimekuwa nikimtegemea mwanaume yule nikijua kwamba ni mwanaume atakayenithamini na kunijali. Kumbe ni mwanaume ambaye amekuja kuua ndoto zangu na maisha yangu na kuharibu mfumo wa fikira zangu za kimaisha. Na pia akaja kuyayusha ndoto zangu zote nilizokuwa nikizitafuta kuanzia utoto wangu mpaka hapa nilipofikia. Hakika ni mwanaume niliyemjali na kumtegemea sana, lakini sikujua kwamba ni mwanaume ambaye angekuja kunifanya nikuumia na kukaliwa kipindi hichi. Hivyo kwa sasa sihitaji mwanaume wa aina yoyote kwenye maisha yangu. Sihitaji kusikia jina linaitwa mwanaume. Sihitaji kusikia jina linaitwa ndoa. Sihitaji kusikia jina linaitwa kuwa na mwanaume au kuishi na mwanaume. Beni, naomba uachane na maisha yangu. Maisha yangu nilipotoka yanatosha. Yote yaliyonikuta yanatosha. Kwa sasa sihitaji kuwa na mwanaume wa aina yoyote kuuliza akili zangu. Niache niishi ninapoishi. Beni akamwambia, sasa unaelekea wapi? Akamwambia, ninapoelekea hapakuhusu wala hauhitaji kufanya. Ninaelekea moyo wangu unapotaka na sio wewe unapotaka. Naomba niache. Mwanaume nilikuwa nikimtegemea alishaniangusha na kuniambia kauli mbaya ambayo sikuwahi kutegemea katika maisha yangu. Eti kwamba mpaka mimi nimdhalimu kwa hiyo ina maana aliniona mimi ni au aliona mimi ni tasa au alijua kwamba sifai. Hivyo simwamini tena mwanaume yoyote. Ndio maana nakwambia kwa sasa umechelewa. Naomba niache nifanye maisha yangu na wala siwezi tena kuwa na wewe. Ndipo Salome alipoanza kupiga hatua moja moja na kuondoka, huku Yolanda akiwa analia na kumwambia rudi, lakini Salome hakika hakugeuka. Na huku Beni alibaki akiwa na masononeko na akiwa analia. Akageuka nyuma na kupiga hatua moja moja kuelekea katika gari, na huku Yolanda akiwa anamwangalia kwa uchungu na huku akiwa analia. Alifika na kumwangalia Yolanda huku akiwa analia na akiwa anasikitika sana. Alifika na kumkumbatia yule Yolanda na akimwambia, hakika uniamini, katika dunia hii unaweza ukapata kitu kikubwa, lakini ukaja ukapoteza kitu cha msingi kwenye maisha yako ambacho ungeweza kukipenda. Hivyo nasikitika kwa kumpoteza mwanamke ambaye nilikuwa naanza na kufikiria katika maisha yangu. Kwa sasa sina tumaini jipya tena isipokuwa ni wewe Yolanda mpenzi. Na Yolanda alimpigapiga kwenye bega na huku akimtuliza kwa uchungu na kwa hasira alizokuwa nazo. Akamwambia kwamba hakika alichokipanga Mwenyezi Mungu ndicho kitakachoweza kuwa. Hakuna jambo lolote Mungu anaweza kulifanya na likashindwa.
lazima utambue na ujue kwamba alichokipanga Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kukipanga. Kisha mtoto baada ya kuongea maneno hayo mazito, alimwangalia Beni na kisha akatabasamu, na kisha baada ya kutabasamu akamwambia Beni. Beni baada ya kugeuka nyuma alimuona Salome akiwa anakuja anakimbia, kwamba ameridhia na amekubaliana kuwa na Beni. Beni baada ya kumuona Salome akiwa anakuja, wangu mtoto anakimbia kama kapoteza saa mbovu. Basi na yeye alitoka pale kwa kupiga hatua za kimahaba na kumkimbilia mpenzi wake, ambaye ni mpenzi mpya, ambaye ni mpenzi wa ndoto zake, ambaye ni mpenzi wa moyo wake. Ndipo alipofika na kumkumbatia. Wow! Hali ya kuwa naye Yolanda akiwakumbatia naye ndani yake pia. Wakakumbatiana na kusalimiana na kupigana mabusu ya bashasha, na pia wakapongezana kuwa sasa hivi wamekuwa wanandoa wapya. Hakika hakuchelewesha, pale pale alipiga goti na kuichukua ile pete ambaye alivuliwa siku ile na Ana. Baada ya kuivua ile pete ya ndoa na kumpigia pale, basi Beni alichukua ile pete na kupiga goti na kumvisha Salome pale pale mbele ya macho ya Yolanda akiwa anaangalia Naomi akiwa anavishwa pete. Naomi huku mchozi ukiwa unamtoka, analia, haamini mapenzi haya yanapata mapenzi mazito, akitegemea kama anaweza kupata mwanamke ambaye anampenda kama anavyompenda Beni. Naye akiwa anashtuka na kushangaa, hakutegemea kama anaweza kupata mwanamke anayempenda kama Salome. Hakika Salome alifurahia na akawa amekumbatiana pale, na wakaingia kwenye gari wakiwa wanafuraha na kuelekea zao nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, Beni alimwambia mimi nimeacha kazi, na niliacha kazi kwa sababu nilikuja kugundua kwamba kazi si thamani ya maisha yangu na si chochote kwangu isipokuwa thamani ya moyo wangu ni furaha. Naweza nikawa na kazi lakini sina furaha, lakini nikawa na furaha na pia nikawa sina kazi. Kwa hivyo nikaamua kuacha kazi na nikaamua kuishi maisha yangu, nikachagua maisha ambayo nayataka mwenyewe, na ndio maana nilitamani niende nikaishi mbali ambako hakuna mtu yeyote atakayenistabu na wala kunipa mawazo. Pia Beni akamwambia, hata mimi pia niliacha kazi. Baada ya kugundua umeacha kazi, na mimi niligundua kazi si msingi wa maisha yangu na si thamani kwangu. Hiyo furaha yangu ni kuwa na furaha ya moyo na upendo wa watu na sio kugombania vyeo. Hivyo nikaamua kuacha ile kazi na nikaamua kutafuta kazi nyingine ambayo itanifaa kwenye maisha yangu mimi. Je, uko tayari tukafanye kazi hiyo pamoja? Akamwambia, ni kazi gani hiyo? Akamwambia, je, unaweza kuishi na mimi kijijini? Akamwambia Beni, hakuna mtu anayependa kijijini kama mimi. Hakuna mtu anayependa maisha ya kijijini kama mimi. Katika maisha yangu niliwaza siku moja katika maisha nitakuja kukaa kijijini niishi katika ndoto zangu. Na ndoto yangu moja kubwa nilikuwa nikifikiria ni kuishi katika kijiji ambacho nitakuwa na furaha na amani na upendo. Niwe mkulima bora ambaye nahitaji kuishi katika hali ya hewa nzuri, nikiwa na mazingira ya misitu na nikiwa napata hali ya hewa safi, na katika fikra zangu zote niliwaza siku moja niishi kijijini. Hivyo nimefurahi sana kwa kuniambia habari ya kuishi. Beni akamwambia, je, uko tayari tukafanya biashara ya ufuta? Akamwambia, ndiyo, lakini je, una uhakika kulipa? Akamwambia, nimeshatafuta baadhi ya masoko, hivyo tutakuwa tukinunua ufuta kijijini na kupeleka mjini. Kwa hiyo Beni alikubaliana na Naomi na kawa wameondoka kuelekea kijijini, kwenda kuishi kijijini na kuanza maisha yao mapya kijijini, na huku yakiwa yamejaa furaha na amani tele. Wazazi waliwapokea kwa furaha na bashasha kubwa sana. Wakasema, hakika mmechaguana wote mkiwa wote bora, na mmepitia maisha magumu na hasa, lakini sasa mtakuwa mnajua maisha yanaendaje, na hakika ndoa yenu itakuwa ni furaha, haitakuwa na makwazo, kwa sababu kila mtu anajua zuri. Na katika maisha ambayo mmepitia ni funzo kubwa sana kwa maisha yenu. Na
huyu mtoto ambaye tumempata Yolanda atakuwa ni mwangaza wa maisha yenu kama kibatari ambacho kitawaka kwenye maisha yenu milele. Hakika maisha haya mnayoyaishi yatakuwa ni yenye faraja na yatakuwa ni yenye baraka kubwa sana. Hakika waliishi kwenye amani na furaha na walipata pesa nyingi sana kupitia baraka za mtume Yolanda. Na Yolanda alikuwa ni mtu ambaye alisoma na akaja kuwa mwenye cheo kikubwa sana katika kazi za ofisi na akawa akiwasaidia wazazi wake. Hakika wazazi wake walifurahi na kujivunia mtoto wao Yolanda. Na hata wazazi wake waliofariki wa Yolanda walikuwa wakijivunia mtoto wao huko walipo, na walijua kwamba mtoto wao amepata wazazi bora na sio bora wa ndani. Na hakika walitajirika sana, Salome pamoja na Beni, na akawa ni watu wenye pesa. Siku moja walikutana na yule mwanadada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Ana, akiwa amepata maradhi makubwa sana ya ugonjwa wa ukimwi kwa sababu ya kudanga na kuhangaika na wanaume na pia akiwa na maisha magumu sana. Hivyo walimpa tu pole na kumwambia kwamba hayo ndio maisha uliokuwa umeyachagua. Lakini pia Salome naye alikutana na Jerome akiwa ameishi maisha magumu sana, akiwa hali mbaya sana, na akiwa alipata tatizo la ajali ya mguu, hivyo akawa mlemavu, akawa anatembea magongo, yaani anatembelea magongo. Pia naye Salome alimwambia hayo ndio maisha uliokuwa umeyachagua. Kwa hivyo unapaswa kuilaumu nafsi yako mwenyewe na wala usimlaumu mtu mwingine yote. Na wao wakawa na maisha mazuri na mpenzi wake na wakaendeleza na maisha yao na maisha yakawa ni bora kabisa. Hakika waliishi maisha mazuri sana. Na mwisho ukawa wa stori yetu umefikia hapo. Hapo ndo mwisho wa historia yetu. Hakika kama umeipenda, unaweza kukomenti, unaweza kusubscribe channel yetu, na pia ukawa ni mwanafamilia bora kabisa katika familia yetu. Hakika tunakushukuru na asante kwa kutusikiliza na asante kwa kuwa pamoja nasi. Kama ikiwa ni mara yako ya kwanza, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa. Na hakika hautajutia mambo yako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Na yote haya tunafanya kwa ajili ya kufurahisha wewe wetu, na hakika utakuwa bora sana. Shalom kwa marafiki zangu wote wanaonisikiliza. Shalom kwa rafiki yangu ambaye anatambulika kwa jina la Kaburu ambaye yuko Arusha. Na pia shalom kwa msela wangu ambaye yuko Dar es Salaam anatambulika kwa jina la Hassan. Nashukuru sana watu wangu na watu ambao mmesoma comment, ambao mmetuma comment zenu nitazisoma. Na pia nashukuru sana kwa kunipa kampani, na nashukuru kwa kunifariji. Wengi wenu mmenipa faraja na kuniambia kwamba kazi yangu ni nzuri. Nashukuru sana, asanteni, na tutaendelea kuwa pamoja. Hakika nawapenda sana, nanyi bila nyinyi siwezi kufanikisha. Nami nawapenda na nitaendelea kuwapa vitu vipya kama hivi, na nitaendelea kuwatupia madudu mazuri kama haya, na hakika mtaenjoy na kufurahia. Asanteni na washukuru. Kama unahitaji kutuma comment au unahitaji kutoa ujumbe au ushauri,